sana, akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu. Akaomba huko. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alikuwa amechagua hapo mahali kama mahali pake pa kuomba, maombi ya bidii yatakao mpia nguvu za kufanya miujiza. Wakati tukikuwa, sikia, unajua shida ni sisi wakati mwingine watumishi wa Bwana tunataka kuomba maombi kama hayo wakati wa kufanya kazi kwa watu, ambapo si sawa. Kwa mfano Tyson yule boxer, wakati ambapo anaenda kupigana, alikuwa haezi anza kufanya mazoezi kwenye ring, ati anaanza press ups na nini. Anafanya wapi? Huko msituni. Ndio akifika kwenye wapi? Kwenye ring, ana demonstrate kila alifanya wapi. Ndio maana Yesu alikuwa pale hapa, unaona, anapokea. Ndio akifika kule kwenye kazi, hahitaji hata kukemea pepo muda mrefu. Mapepo akimuona yanaanza kutoka. Sema amen. Amen. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Amen. The problem ambayo tuko nayo ni kwamba uwepo tulionao ni kidogo, na ni kwa sababu tumekosa kuingia deep katika maombi. Wamama mko. Hizo sauti zenyu hivi karibuni zitabadilika. Utakuwa unasalimia mtu anadhani wewe ni mwanaume, maana sauti imebadilishwa na maombi. Sasa ni kweli. Akiongea unafikiri ni mwanaume. Lakini kama sauti itabadilika, ongea kama mwanaume na mtu mwingine amepona mahali pepo ametoka kwa mtu. Si ni sawa? Yaani sauti ibadilike, lakini kuna mtu amepona kwa sababu ya maombi yake. Kuna mtu amekombolewa kwa sababu ya maombi yake. Si ni sawa? Yes. Haleluya. Yaani nasema Bwana asifiwe. Na ni dada huyo. Maombi yamebadilisha koo yake. Imechange katika jina la Yesu. Haleluya. Na nakwambia hivi, watakuwa wanaitwa sehemu kwa sababu they have the power. Wakikanyaga kwenye madhabahu, kila roho ya nguvu za giza inaondoka. Na kwenye madhabahu wanakuwa ni siupigie Bwana makofi mazuri, because it is amen. You are going there in the name of Jesus. Hey! Na pastor, wacha nikwambie kitu kingine tena. Upako unabeba kila kitu. Upako unabeba kila kitu. Yaani si kiroho, ati si upako unaleta baraka za kiroho pekee yake, hata za kiasili, kila kitu. Yaani unakuta kwamba ameandikwa mahali, ameperform, watu wanamletea hela akiwa anahubiri. Yes. Wana wamebarikiwa, wamesikia kubarikiwa. Dada kamata hii. Dada nipe namba yako nikutumie pesa. Ni wakati wanatamani ifike huko katika jina la Yesu. Sio zile za kulazimisha, zaja zenyewe. Wacha zile nibebe maji niseme hii maji nimeombea ina upako, chukua na 200. Wanaguzwa wenyewe, maana umebeba Mungu. Ukitembea ni Mungu. Uwepo wako umejaa uwepo, kila mahali ukienda watu wanasikia kubarikiwa. Sema amen. Amen. Ya mwisho nikimalizia, maana ujumbe ni mrefu, ni kwamba ukiingia katika hiyo hali yako ya kimaisha inaenda kubadilika mpaka kwingine wewe hautajitambulisha watu, kile kiko kwako kitatambulisha watu kwako. Hiyo iko pasa. Yaani uko kwenye watu ambao wewe ni mgeni, hakuna kujuae, lakini unasikia kiongozi anasema, na huyo mtumishi wa Bwana aketi hapa. Unajiuliza hajawahi muona, lakini what is in you? Yaani kile kiko ndani yako umesababisha kimechipuka zaidi, kinaongea kwa niaba yako mpaka unasema aya, na amejijuaje? Ni kile kiko ndani yako kimeongea kwa niaba yako. Piga Bwana makofi mazuri. Piga makofi mazuri jamani. Yaani uhitaji kuambia watu pray, hata uhitaji kuambia you know I'm a man of God, I preach the kile kiko kwako tu kitaambia watu katika jina la Yesu. Hallelujah. Wacha tutoe mfano na pastor hapa. Angalieni mchungaji wetu. Siku moja tukawa kwenye mkutano, ukainuka watu kadhaa wakasema wanapinga asiwe mkiongozi.
yeye akatulia kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Baada ya kutulia pale, hata amesarenda, amesema ni sawa, hiyo nafasi naipeana, basi ataka kuchukua achukue. Haleluya. Lakini kwa sababu amejaa Mungu, akaacha Mungu aongee kwa ajili yake. Sikiza hiyo ushuhuda wewe. Watu wakasema haya, sasa tutaenda wale ambao walikuwa against, tutaenda kuona aking'olewa kwenye hiyo nafasi, maana yake yeye alikuwa kwenye hiyo nafasi. Haya, shughuli ikaanza. Baada ya shughuli kuwa imeanza, na kuna watu walikuwa pale washafanya kampeni zao huko nje kwamba mimi njoo useme ni mimi natakikana niwe kiongozi. Watu wamefanya makampeni zao. Pasta wenye ametulia tu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Amen. Ametulia. Akaacha Bwana aongee kwa ajili yake. Baada ya ulikuwa ni uchaguzi. Baada ya uchaguzi, waliojipigia kampeni, waliojipigia debe huko, wakishawishi wengi huko, walishangaa kuona ya kwamba mchungaji wenu amechukua namba ya kwanza tena kwa wingi wa kura, na wale waliokuwa wanafanya kampeni zao wakafuta mkia. Wewe pigia Bwana makofi kwa hiyo. Ongeza makofi mazuri. Amen. Wakafuta mkia. Na wewe umetulia ndio. Mungu aliongea. Mungu wako aliongea kwa wale. Amen. Na ndio maana watu hata yule ambaye alikuwa anatamani akupinga akatukia amekuunga mkono. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi yake. Hii injili. Haleluya. Hii injili hii. Jamani, wacha nimalize. Maana nasikia mali. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu inua mkono wako kulia. Inua tu mkono wako kuelekea Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Inua tu mkono wako vizuri. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi nimekataa. Sema vizuri, nimekataa. Kiwango changu cha maombi. Nakubali kiwango changu cha maombi kiko chini kabisa. Ninakubali. Lakini natamani kiwango changu cha maombi kikapae zaidi. Katika jina la Yesu. Nipe neema itoshayo. Itakayonisaidia kupanda zaidi katika maombi. Ninatamani nikawe mmoja kati ya wale watakaoomba kwa bidii mambo yatendeke. Natamani kuona mambo mapya yakichipuka kupitia maombi yangu. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo nimeamua nitatafuta mahali pangu pasiri. Tena niwe na wakati mzuri na wewe. Ili nikaweze kukuona. Maana ulisema watakao kutafuta kwa bidii watakuona. Natamani nikakuone maishani mwangu. Natamani nikakuone katika huduma. Maisha ya chini nimeyakataa. Nibadilishie maisha yangu ya maombi. Ongeza tena. Nibadilishie maisha yangu ya maombi. Kuanzia leo na kuendelea. Maisha yangu ya maombi yabadilike. Simama katika jina la Yesu. Simama in the name of Jesus. Simama katika jina la Yesu. In the name of Jesus.
Nataka tuombe katika jina la Yesu. Yes. Praise the Yes. Nasema nataka nikaombe kwa sababu tuna mipangilio iliyo mbele yetu. Pengine hatutakupa nafasi ya kuingia katika maombi. Lakini nataka uchukue hili neno na uliweke katika matendo. Maana hata nasikia ndani yangu ya kwamba kuna wengine watapata promotion tu kwa sababu maombi haya yatakupa kibali. Nasema maombi yatakupa kibali. Utasikia tu bosi amekwambia kuanzia leo ndio utakuwa msimamizi wa wote. Utajiuliza, hata sijamwambia bosi chochote, lakini bosi atasema sawa, kuwa hivi. Utasikia tena bosi amesema ya kwamba mshahara wako na uongeza wakati aongezi na wengine. Maombi haya yataleta baraka. Lakini kama utazingatia hii maombi, mambo yatatendeka katika jina la Yesu. Naongea kingine. Waliolewa utashangaa. Mume wako ataanza kufanyia mambo ambayo hajawahi kukufanyia. Nasema atakufanyia mambo hajawahi kufanyia. Ni haya maombi. Utashangaa wewe mwenyewe. Yes. Katika jina la Yesu. Kuna wengine mtahama kwenye hizo ploti kwa sababu mapepo yaliyo katika hizo ploti hayatakubali. Lakini Bwana atakuongoza. Hata wengine mtapewa ploti zenyu mjenge. Kwa sababu gani? Baraka zimeanza kuchipuka kwa maombi haya katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Hata kama ni gari yako iliyozuilika, haijalishi imezuiliwa na adui miaka mingapi, huyo adui ataachilia ikiwa utazingatia ya maombi. Hiyo gari utaipata, itakuwa yako katika jina la Yesu. In the name of Jesus. 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 Hata visa utapata, visa